milango ya pepo hufunguliwa kila Jumatatu na Alhamis. Subhanallah, kila Jumatatu na Alhamis milango ya pepo hufunguliwa. Kisha Allah anatoa oda, anatoa tangazo kwa malaika, anawaambia nini? Fayughfaru likulli abdin la yushriku billahi shay'a. Allah anasema leo ni Jumatatu, enyi malaika wangu, leo ni Alhamis, enyi malaika wangu, milango ya pepo nimefungua yote 8. Wafutieni madhambi waja wangu wenye kumpwekesha Allah, watu wa tauhid, wasiofanya shirki, wasiofanya dhambi ya shirki, wasiofanya ushirikina. Leo wafutieni madhambi yao. Illa rajulan, isipokuwa mtu mmoja, hakuna kumfutia madhambi, hata kama ni mtu wa tauhid, hata kama hafanyi shirki. Mwekeni pending, mwekeni pause. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna, isipokuwa mtu ambaye kila Jumatatu na Alhamis hatofutiwa madhambi yake, hata kama anafunga kila Jumatatu na Alhamis, hata kama ni mtu wa tauhid, hata kama hafanyi shirki. Kuna dhambi moja inamwekea usiku na kumkwaza. Bwana Mtume anasema isipokuwa yule ambaye baina yake na baina ya ndugu yake kuna uhasama, uadui, chuki binafsi. Shekhe, wewe ungekuwa kwa hali yake pia labda ungezini kama alivyozini yeye. Bieni ndugu zangu, sio yote anayefanya madhambi ni mtu muovu. Allah ametuumba sisi binadamu kwa nature mbili. Nature ya kwanza amesema antumul fuqara, nyinyi mmeumbwa ni mafakiri, tunahitaji kwa Mungu, si ndio? Lakini nature ya pili Allah asema khuliqal insanu dhaifa, ameumba binadamu ni kila mmoja ana udhaifu kwa madhambi fulani. Kuna mtu udhaifu wake ni upande wa bangi, akiona bangi tu yajaribu kujizuia mara shavuta. Kuna mtu udhaifu wake ni pombe, akiona pombe tu yajizuia mara shapiga kamnyeso. Kuna mtu udhaifu wake ni wanawake, akiona wanawake yajizuia, lakini mwisho apiga penalty kabla filimbi haijalia. Sasa kila mmoja ana udhaifu wake. Usimwone fulani amepanda amfanya dhambi la uzinifu ukamdharau, wewe ufai, wewe hujui. Shekhe, wewe ungekuwa kwa hali yake pia labda ungezini kama alivyozini yeye. Kwa hiyo muombe Mungu Allah msamehe, na wewe uko na madhambi yako. Kila mmoja na madhambi yake. Lakini sisi tunaona madhambi ya wengine tunawadharau, kwa sababu madhambi yetu Mungu ameyastiri, hayaonekani, tujiona sisi ni malaika. Mnanielewa? MBTV, dira ya maisha yako. Siri ya kufanikiwa maisha yetu Mwenyezi Mungu wallahi ameifisha katika sadaka, na hili ni gumu sana. Sadaka inaondosha maradhi, inaondosha ghadhabu za Allah. Sadaka inaleta tulul umri, lakini sadaka mtu akitoa moja Mungu anampa 10 mfano wake. Nakupa siri hii, mtizame mtu tabia yake kutoa. Yani hata hapa mtizame jirani yake, unamjua tu ana tabia ya kutoa sana, afu angalia maisha yako na yake, hilo alipo kabisa. Wallahi hii ni siri na watu wengi hawajui kabisa. Tunao Waislamu wengi kila kitu kafuata, ndevu anazo, kilemba anacho, kanzu anayo, sala 5 kablia baadia, mustaqim, humoni kwenye sadaka. Tena wale wanaojiona Waislamu kweli kweli, wagumu, wakavu, hatari. Angalia maisha yao. Alafu utamkuta mtu yuko kibradha meni, lakini hautaji mchango yeye mkono wa mbele. Angalia maisha yake. Yani wewe unaikaa msikitini muda wote unamuomba msaada. Hii ni siri watu hawajajua. Tena siri hiyo si ndogo, kuna siri ya fungu la 10 na zaka. Waislamu wengi hawatoi zaka. Haya, mtu mfano ana milioni 100, ukipiga haraka kwa haraka, ukipiga hesabu kwa haraka utakuta zaka yake kama milioni ngapi? 2.5 hivi.
kidogo tu, ndo 1/10, na hiyo 10 yenyewe inaanza kugawanywa mara 10 tena. Sasa mtu anayetoa sadaka na zaka, ndani yake kuna siri. Mtume anasema inna sadaqa, hakika ya sadaka tajribul arzaq, inavuta riziki.